Mara nyingine mtu aweza kumuondoshia dhiki kwa sadaka ya maneno tu, ukamwambia maneno mazuri yakamregesha kwenye laini. Binti mmoja alikuwa akifanya kazi hospitali. Kazi yake ni kusafisha, aingia kwenye wodi zile akimobu na kufanyaje kupangusa. Akaingia kazini, amebadilisha nguo zake za nyumbani, ameingia nguo za kazi. Alipofika kwenye mlango wa chumba cha wagonjwa, akamsikia binti mmoja apiga kelele sana, sitaki kwenda theater, sitaki tena kufanyia operation. Piga kelele. Wazatu wake wanambembeleza, lakini akarudi kinyume, akarudi kwenye sehemu alobadilisha nguo, akavaa vizuri, akajidecorate kidogo, akatoka kama ofisa au daktari mshauri wa ng'ara. Akaja mpaka pale, akaingia, akachukua faili za wagonjwa, akaja kwake yule binti. Binti anagomba na wazazi wake wanambembeleza. Akachukua faili, akaangalia, akasema, wewe umekuja lini hapa? Ana nini huyu? Sema huyu alifanya operation ikafeli, kapata matatizo, lakini sasa ameandikiwa, ndio amekuarifa aje hapa ili afanyie operation nyingine. Sasa hataki huyu, amekuwa mwoga, sema afadhali akufe kuliko. Akasema, kwa nini mmekuja lini? Sema jana. Alafu operation lini? Ambiwa leo sana. Haiwezekani. Wakashtuka, haiwezekani. Akamuuliza kwa nini? Daktari wenu nani? Akamtaja daktari anaofanyia operation. Asema haiwezekani kabisa. Huyu daktari mwamjua nini? Huyu ndio daktari super specialist, bingwa wa mabingwa wa madaktari. Hapa ni huyu. Mwanza nzima yamtegemea daktari huyu. Huwezi kuingia hospitali jana leo upate. Haiwezekani. Ilingekuwa kama ni huyu, baada ya mwezi ndio aandikiwe operation. Huyu daktari ahitajika sana, hana nafasi ya nyinyi kupata muda mfupi huu akawa tayari huyu afanye operation. Yule msichana akabadilika. Haiwezekani kabisa. Yule msichana akamwambia, kwa taarifa yako naingia theater sana. Hasidi. Huyo ndiye atanifanyia. Wale wakashangaa sana. Amwambia siamini. Amwambia utaamini. Na nikitoka theater muiteni huyo. Takulalia bahati za wenzio mlangwaze. Huyo